Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, na kukaribisha katika somo la leo. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, naomba nikukumbushe kusubscribe chaneli hii, pia kulike, kukomenti na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili tuendelee kuwa nao katika mfululizo wa masomo tutakayoendelea kuyarusha. Lakini pia naomba nikukumbushe kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila tunapoweka video mpya katika chaneli hii. Basi bila kupoteza wakati, ndugu mpenzi mtazamaji, leo tutaangalia kipengele cha 4 katika mfululizo wa somo letu, ambacho kinahusu sababu za kufanya agano. Sababu za kufanya agano au sababu za kufanya maagano. Kuna sababu nyingi sana zinazosababisha watu au wahusika waweze kufanya maagano, lakini sababu hizo hutegemeana na mahitaji ya wahusika wa agano. Kwa ujumla, sababu kubwa ya kufanya agano ni kuanzisha, kudumisha, kuboresha, lakini pia kuimarisha ushirikiano pamoja na ushirika baina ya pande mbili ili kufikia kusudi fulani. Katika somo la leo tutaangalia kwa nini Mungu alifanya maagano na watu, au Mungu anafanya maagano na watu. Lakini pia tutaangalia kwa nini watu wanafanya agano wao kwa wao. Lakini pia tutaangalia kwa nini watu wanafanya maagano na nguvu za giza. Basi tuangalie kwa nini Mungu anafanya agano na watu. Mungu hufanya agano na watu kwa lengo la kuimarisha na kuboresha uhusiano wake na wao, ili makusudi yake yaweze kutimizwa. Kumbuka, kila mtu aliyepo duniani amekuja kwa makusudi maalum. Sasa Mungu anapotaka kusudi fulani lifanyike, huwa Mungu anafanya agano na mtu husika au na watu husika, ili makusudi yake yaweze kutimizwa. Naomba tusome katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 9 na mstari wa 9 na 11. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 9 mstari wa 9 na 11. Neno la Mungu linasema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Maneno haya yanaonyesha ni kiasi gani Mungu alikuwa anaahidi kulithibitisha agano lake na Nuhu juu ya kutokuiangamiza nchi, au juu ya kutokuangamiza viumbe pamoja na dunia kwa gharika. Ndio maana Mungu akafanya agano na Nuhu. Lakini pia tukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 17 mstari ule wa 1 hadi wa 21, utakutana na habari au utakutana na agano kati ya Mungu na Abraham. Hebu tusome maneno machache kwenye mistari hiyo. Neno la Mungu linasema, Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Mungu anapotaka kufanikisha kusudi lake katika maisha ya mtu, hufanya agano naye. Hufanya agano na mtu ili atimize makusudi yake. Ndiyo maana tunaona hapa Mungu akimwambia Abraham juu ya kufanya agano naye. Lakini pia watu nao huwa wanafanya maagano kati yao wao wenyewe, au hufanya agano kati ya mtu na mtu. Na lengo kubwa la kufanya agano, au sababu kubwa ya watu kufanya agano, ni kuondoa uadui uliokuwa kati yao, lakini pia kuanzisha urafiki na kuboresha urafiki. Kwa hiyo wanafanya agano ili waondoe uadui na kuanzisha urafiki, na urafiki ule udumu kizazi hadi kizazi.
Ukiangalia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 21 mstari wa 27 hadi 32. Twende kusoma. Ibrahimu akatwaa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Baada ya ugomvi kuzuka kati ya watumishi wa Ibrahimu na watumishi wa Abimeleki juu ya kisima cha maji, Ibrahimu alilazimika kumshawishi au kumuomba Abimeleki wafanye patano ili waondoe uadui uliokuwa kati yao, uliosababishwa na ugomvi uliotokana na kisima cha maji. Basi wale wawili wakafanya mapatano ili kurejesha tena uhusiano na urafiki waliokuwa nao hapo mwanzo. Lakini pia Mwanzo 31 mstari ule wa 43 mpaka 44 tunakutana na agano lililofanyika kati ya Yakobo na Labani. Baada ya Yakobo kutoroka kutoka kwa Labani bila taarifa, baada ya siku 3 Labani akapata taarifa kwamba Yakobo alitoroka. Basi Labani alipokuja akaamua kumfuatilia Yakobo baada ya kukuta vinyago vyake au miungu yake imeibiwa. Basi Labani akalazimika kumfuatilia Yakobo na akampata. Ndipo wakaamua kufanya patano au agano ili kumaliza ugomvi ule uliokuwa umetokea na kurejesha uhusiano waliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tumekuwa tukisikia katika historia kwamba babu zetu walifanya maagano na ndugu zao au na rafiki zao, na maagano yale waliyafanya kwa kuchanja. Kila mmoja alimchanja mwenzake na baadaye waliunganisha zile damu. Baada ya kuunganisha zile damu, wale walitambuana kama ndugu kuanzia pale. Na endapo mmoja kati yao akifariki, basi aliyebaki alikuwa na wajibu wa kuendelea kuitunza familia ile ya marehemu kama familia yake. Na undugu ule ulidumu kizazi hadi kizazi. Lakini pia watu huweza kufanya maagano na nguvu za giza au na miungu. Watu wengi hufanya maagano na nguvu za giza ili kutafuta mafanikio ya haraka, mali za haraka, kutafuta umaarufu au kutafuta ushindi juu ya jambo fulani. Na wengine hufanya maagano na nguvu za giza kwa ajili ya kutafuta watoto, lakini pia kutafuta uponyaji, na wengine kwa ajili ya kulinda mali zao, lakini pia vyeo vyao. Wanalazimika kufanya mapatano. Japo mara nyingi mapatano hayo yanayofanyika kwa mfumo huo huwa mwisho wake sio mzuri. Ndio maana Mungu aliwaonya watu wasifanye mapatano au maagano hayo. Tukisoma katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 5 mstari wa 25 mpaka 31, neno la Mungu linasema, maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maana kati ya watu wangu wameonekana watu waovu, huotea kama vile watu wategao mitego, kutega mtego na kunasa watu. Kama tundu lijaavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila. Kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali, wamewanda sana, wang'aa, naam, wamepata kiasi kwa matendo maovu. Hawatetei madai ya yatima ili wapate kufanikiwa, wala hawaamui haki ya mhitaji. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? Asema Bwana. Na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo, na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Kwa hiyo ukiangalia, ukitafakari kwa undani zaidi juu ya maandiko haya, utaelewa kwamba watu huwa wanaweza wakafanya maagano na nguvu za giza, hasa wanapotumia wale manabii wa uongo au kwenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya mafanikio kadha wa kadha. Kwa hiyo wanaenda kwa waganga au wanafanya mapatano ili kutafuta mafanikio ya haraka. Ndugu mpenzi mtazamaji,
Naomba nikushukuru sana kuwa nami katika somo la leo. Naomba pia nikukaribishe katika somo lijalo. Mungu akubariki sana. Amen.